Vyanzo vikuu vya utajiri wa mtu binafsi duniani. Katika video hii tutaangalia vyanzo vitano vya utajiri wa mtu binafsi. Utacomment chanzo kinachokugusa, kisha utasubscribe ili video za uchanganuzi wa kila kipengele usikose kuzipata. Hii ni video muhimu sana, usikose. Chanzo cha kwanza na kikuu kuliko vyote ni biashara, business. Kwa nini ni biashara? Biashara ni kwamba kila tukio, kila jambo unaloliona linatendeka duniani ni kwa ajili ya biashara. Wanaozalisha mahospitalini wanafanya biashara, wanaolima wanafanya biashara, wanaosoma wanasoma ili waje waajiriwe, ni biashara. Unaenda kuwa mwanajeshi, ni biashara. Serikali ni biashara, ni mapatano kati ya wananchi na kikundi cha watu wachache watakaoweza kuwaongoza, kutunga sheria juu yao kwa ajili. Hizo zote ni biashara. Kwa hiyo biashara haikwepeki. Kila unachokiona kisichofanyika biashara ni neno la Mungu peke yake. Vinavyobaki vingine vyote duniani ni biashara. Kwa hiyo uwe unalima, unasafirisha bidhaa, una watu wa mitandao, kila jambo unaloliona, hata hapo unachokifanya na ukitazama ni biashara. Sasa biashara ndio namba moja, huwezi kuikwepa. Ni vizuri ukajifunza, kwa sababu hicho ndicho chanzo kikuu cha utajiri duniani. Lakini ndani ya biashara kuna mambo mengi ambayo yako ndani yake ili uweze kufikia kuwa tajiri mkubwa duniani. Kuna viwanda, kuna kampuni za huduma, kuna biashara za kilimo, kuna platform za mitandaoni. Biashara inakulipa hata ukiwa umelala. Unajenga mfumo, sio kubadilisha muda wa pesa yako. Jambo la pili ni ardhi, real estate. Ili uweze kuwa sehemu ya utajiri wa kwako binafsi, ni lazima uweze kumiliki ardhi. Ardhi inaongezeka thamani kila kunapita leo. Ndani ya ardhi tunapanda mazao ambayo ndio tunakula, tunaishi. Ndani ya ardhi tunadhalisha nguo. Ndani ya ardhi vitu vyote vya thamani unavyoviona, madini ya aluminium. Leo mataifa makubwa yanagombania ardhi ya Afrika kwa sababu ya rasilimali ambazo zipo ndani ya ardhi. Ardhi inazalisha mimea inazalisha oxygen. Unasikia hewa ya ukaa. Ndani ya ardhi kuna gesi, kuna madini. Ndani ya ardhi ndio tunajenga, tunaishi. Watu wanamiliki majengo ya makubwa ya biashara, mahoteli ndani ya ardhi. Kwa hiyo hapa tatizo ni kwamba ni wewe kushindwa kujua thamani ya ardhi. Uiweke vipi iwe na thamani ardhi ile, sasa iweze kukupa manufaa, aidha ni kila mwezi au ni kila mwaka au ni miaka kadhaa mbele ijayo. Lakini ardhi ni sehemu ya utajiri wako duniani, usiipuuze. Ni kwa sababu ardhi haizalishwi, kwa hiyo itazidi tu kupanda thamani kwa kunapoitwa leo. Utajenga nyumba za kodi, utaweka mashamba, utaweka kwa ajili ya viwanja, utaweka kwa ajili ya majengo ya biashara, ardhi. Lakini watu maskini wanauza ardhi. Watu wakati wanaishi juu ya ardhi, juu yake. Lakini matajiri wao wanamiliki ardhi. Jifunze kumiliki ardhi, ndugu yangu unayenisikiliza. Jambo la tatu ni uwekezaji. Pesa yako haitakiwi ikae tu, itapotea. Pesa yenye akili siku zote inazaa. Kwa hiyo itazaa kwa kuwekeza sehemu mbalimbali. Zipo nyingi, mimi hapa nazungumza tu kama key point. Lakini pale ambapo utapahitaji, huna muda, umetingwa na majukumu yako, unayo pesa imekaa tu, haina kazi yoyote, usiiache tu. Ukipeleka benki, wenzako benki wanafanyia biashara. Lakini kama unaweka benki, basi wekeza benki, lakini usiweke hela ikae benki.
Kwa hiyo ndo tunaita kuwekeza kwenye hisa. Utawekeza pesa yako kwenye hisa hata kama inazalisha kidogo, sio sawa na vile unavyokaa bure. Utawekeza kwenye mifuko ya uwekezaji, taasisi mbalimbali, kwenye mabima huko ya afya nini, huko tunawekeza kwenye mashirika kwa mfano kama vile mitandao ya simu, mabenki, sehemu ni nyingi za kuwekeza. Ukihitaji basi tutakuwetu katika video inazofuata, tutaeleza kwa kina zaidi kipengele hadi kipengele unawekezaje. Private business, biashara binafsi unawekeza huko, lakini pia kuna mitaji ya kimkakati. Hapa ndipo pesa inafanya kazi badala yako. Wewe una majukumu mengine, unaendelea na majukumu yako, lakini kule pesa yako inaendelea kuzalisha, inaendelea kukua, haibaki vile vile. Tatizo, wengi wanaogopa kwa sababu hawajapata elimu ya kifedha. Jambo la 4 ni kilimo cha biashara. Matajiri wengi ili uweze kuwa tajiri wewe binafsi, ikiwa una fursa, una chance hiyo, maana hatutofanya kazi yote hapa, nazungumza kwa jumla, general, lakini katika kila kipengele kuna mtu ambaye kitamgusa, kitamhusu, atahitaji kuweza kuwekeza, atahitaji kuweza kujua utajiri wake utapatikana hapo. Kilimo cha biashara ni kwa nini matajiri wengi wamewekeza huko? Mtu kwa mfano Donald Trump wanamiliki mpaka hekta 300,000 mtu binafsi, na ndani yake humo wanawekeza, wanajikita katika uzalishaji mali, wanafanya usindikaji wa bidhaa, biashara ya mazao, export, usafirishaji kwenda nchi za nje. Mfano rahisi kwa hapa kwetu nchini Tanzania ni kwa mfano kampuni ya Red Gold imeanzishwa tangu mwaka 1800 na point huko katika nchi za huko kwao huko India, imekuja mpaka huko kwetu Tanzania. Wamewekeza katika kilimo cha biashara, kilimo cha nyanya. Ni matajiri, wanatuajiri na sisi tunapata kazi huko basi. Lakini ndivyo walivyofanya hivyo, wamekuwa ni matajiri wakubwa duniani kwa sababu ya uwekezaji. Angalia wakina Baresa wanawekeza katika ngano. Kwa hiyo ndugu zangu mnaonisikiliza, naomba ili jambo liko serious sana. Jitahidi uweze kusikiza kwa makini na ufanye maamuzi ya busara, tuweze kufikia wote utajiri. Kwa hiyo kwa nini kilimo cha biashara? Ni kwa sababu dunia haiwezi kuacha kula. Ndio maana matajiri wanamiliki ardhi ya kilimo kubwa kwa ajili ya shughuli kama hizo nilizozitaja hapo mwanzo, uzalishaji, usindikaji. Tatizo sio kilimo, tatizo ni kulima bila maarifa ya soko, na kilimo bila maarifa ni sawasawa. Kilimo pamoja na maarifa utapata utajiri wa uhakika. Jambo la 5, maarifa na haki miliki. Maarifa ni mali isiyoonekana, lakini inalipa sana. Tunaona waliowekeza katika mifumo kama hivi ya teknolojia. Sasa hivi teknolojia iko juu sana. Watu sasa hivi wanafikiri tu kurusha masatellite juu kwa ajili ya kutengeneza, kujenga ulinzi wa kiwango cha hali ya juu sana. Sasa hivi ulimwengu umeendelea mbali. Sasa hivi tunatembea na CCTV kamera, uko na kifaa chako, lakini unajilinda na mambo mengi kupitia kifaa chako cha simu, vitu vidogo vidogo. Teknolojia iko mbali sana, lakini yanatumia maarifa ya hali ya juu sana. Kwa watu wengi wamewekeza huko. Lakini pia unaweza kutumia vitabu kupitia course, unaweza kuwa content kama vile YouTube, Facebook na mitandao mbalimbali. Unaweza kuwa tu mshauri. Cha msingi tu usifanye kazi yako bure. Fanya kazi yako, hakikisha unatengeneza misingi ambayo itakufanya wewe uweze kupata chochote, uweze kujipatia riziki katika hicho ambacho nawe Mungu amekubarikia. Kama amekubarikia akili, basi tafuta namna kuweza kulinda, ndio hiyo haki miliki. Maana yake unalinda sheria zinazolinda, kulinda wewe, watu wasikuibie siri zako,
Watu wanatengeneza ndege, wanatengeneza vitu vingi, dawa na hospitalini, lakini wanalinda hakimiliki, ambayo hakimiliki ile inakuwa ina formula ya utengenezaji wa kile kitu. Lakini pia faida ya hii ni kwamba unajenga mara moja, lakini unauza mara nyingi. Aliyegundua umeme aligundua mara moja, lakini umeme ule mpaka leo unaendelea kutumika kwa jina lake Bwana Isaac Newton. Lakini pia jambo la mwisho na zuri tu la ushauri ni kwamba watu maskini wanafanya kazi, lakini watu wakati wanaokoa, ila matajiri wao wanamiliki vyanzo vya mapato. Je, wewe unamiliki nini kinachokulipa kila mwezi, kila mwaka? Kama umejifunza kitu leo, bonyeza subscribe, share video hii na andika kwenye comment chanzo kinachokugusa kati ya hivi, nami nitarudi kueleza kipengele kimoja baada ya kingine katika video zijazo kwa mifano iliyo hai na ya kweli.